Edouard again. It's an amazing debut for Austin Edouard. Hey, hello guys, na Jenny. Tuko hapa hivi tena, tumerudi tena for another fresh week with fresh events that may happen in this world of football. As you all know, this is your favorite show, the LTN Football Arena, a show that comes to you every Wednesday hapa hivi Lolwe Tv saa 5 asubuhi, na tunaongelea ball basically kama vijana tu. What has been happening in the world of football? Tuko hapa hivi kukuambia. I am your host Austin Chino. Kwa sisi for the next 30 or so minutes tukiongelea ball vitu because it happen. Tunaenda kuongelea hapa hivi Kenya. Kenya tumekuwa banned to host international matches. Our football pitches fikio standard yenye imewekwa na CAF ama pia na FIFA. So maybe what next for us? Games zenye nafaa tucheze internationals. Kitu kama Tusker wanafaa wacheze CAF Champions League. Gor Mahia pia wanafaa to represent kwa CAF Confederations Cup. Tutafanyaje? Tutacheza tutapeana walkovers ama itabidi tumomba msaada kwa neighboring countries kama Tanzania wenye already au wako na football pitch yenye iko allowed yenye inafika kwa standards za FIFA, ama tutafanyaje? Pia tunaenda kuongelea games za Champions League zilizochezwa jana na pia zinaenda kuchezwa leo, na pia tutamalizia tukiongelea fixtures za EPL weekend zinakuja na tutapea predictions zetu. Hapa hivi pia niko na maboys wawili wenye leo ni vijana barobaro pia wamejoin tena. Maybe tukianza na hii side ujiintroduce, useme wewe ni fan wa timu gani na unaonaje show ya leo pia? Mimi kwa majina ni Maina Washira. Mimi hapa Kenya ni fan wa Tusker FC. Na England mimi ni fan wa Arsenal kama wenye unaona. Sawa. Nashukuru. Umesikia huyu ni Maish, ni fan mmoja deadly sana wa Arsenal. Na leo amevaa jezi ya Arsenal moto sana. Ndio kurepresent kikosi, represent squad. So pia hizi nyingine niko na kijana bado atuambie jina, timu gani una support? Kwa majina mimi ni Maximilian Omondi. Mimi hapa Kenya ni Gor Mahia. Kule juu kule Ulaya ni Arsenal, kama bro wangu hapo amesema hapo. Mwana Arsenal, familia wana Arsenal ni huyo anachoma tu kwa leo, lakini iko tu sawa. Sawa. So wasimu hapo home mmesikia hapa hivi kwa set leo niko na majamaa Arsenal wawili. Hao ndio the Gunners. Watatuambia history ya ball venye wanaiona. Unajua saizi wa Arsenal wako motivated sana. Actually wamekuwa na very good run. But before tuende mambo ya Arsenal, acha tuanze na history ya FKF hapa hivi. So maybe unadhania venye Kenya tuko banned ku host hizi games za internationals, which means Gor Mahia hawezi chezea Kasarani ama Nyayo wamekuwa wakitumia, na pia Tusker hawezi chezea Kasarani ama Nyayo. Itabidi either wamecheza away ama wamepeana walkovers. Maybe unadhania East State imekuja hivi maybe sababu ya FKF hawajakuwa wakikuwa na mandate yao vizuri yenye sasa hadi hawezi maintain stadiums, ama maybe unadhaniaje because kuko na watu wenye wanafaa manage hizi stadiums, sio stadium management. Na pia I think iko under FKF. So maybe unadhania option ni gani? Maybe tutafute help countries zenye ziko approved zao, ama maybe Tusker na Gor international games zao wapeane tu walkovers. Kulingana na hiyo topic ya Kenya kubaniwa KF, wajua Nyayo Stadium na Kasarani imekuwa under renovation for the last 7 years or so. Tunaambiwa Nyayo inatengenezwa. Sasa juzi ndo tumepata na hizo habari kuwa KF imeban the main 2 stadiums zenye ziko Kenya ambao ni Nyayo na Kasarani ku host the matches ya international, since it has not met the standards yenye itatumika ku host. So in a statement walikuwa wanasema reference to the inspection visit conducted by KAF, we regret to inform you that the stadium did not meet the set minimum KAF stadium requirements and consequently will not be approved for the qualifying matches for the FIFA World Cup Qatar 2022 match day 5 and 6. Read a letter from KF. So this habari ni mbaya sana kwa Kenya kulingana na venye
tumeambiwa Nyayo inatengenezwa mpaka saa hii venye wamesema haiwezi host. So ni habari mbaya sana kwa Kenya, na timu kama Gor Mahia na Tusker zitakuwa affected sana. So obvious the choices ni kuangalia the neighboring countries kama Tanzania ambao ni majirani wetu wazuri. Tukiongea na wao wanaweza wakatusaidia. And I don't know, Maish, maybe wewe kulingana na wewe, maybe nadhani venye umesikia statement venye ilikuwa imesema, so ni CAF ndo walisema haijamit international standards. So that means hiyo debate yenye imekuwa, kuna watu walikuwa wanasema maybe Tusker na Gor wanaweza kuwa allowed kucheza Kasarani ama Nyayo sababu sio ati international. So watu wengi walikuwa nadhani internationals ni kusema national team peke yake, but tumeona kwa hiyo statement imekuwa CAF wenyewe, hiyo Confederation of African Football, kumaanisha Tusker wanatu represent kwa CAF Champions League na Gor wanatu represent kwa CAF Confederations Cup. So kumaanisha hizi competitions mbili pia ziko under CAF, na CAF wamesema Kenya uwanja zetu zote azimit hiyo standard yenye inafaa ichezwe internationals. So nadhani maybe venye Maxi amesema tuombe countries zingine ama tupende tu walkover hadi tujenge uwanja ndio tuko tunacheza sasa hizi games. Kwa maoni yangu nadhani hivyo wamesema, CAF wamesema atumiti nini zao. Uwanja zetu hazifiki ile kiwango inahitajika kucheza international matches. Na kubaliana nao juu sisi ka country huwa to take sport seriously, isipokuwa tu ka athletics hiyo ni talent sasa iko kwa damu hiyo, at least tuna perform. But football we don't take it seriously. Nadhani hadi yenye wanalipo wachezaji, pesa yenye wanalipo inakuonyesha tuko tofauti sana, hatuwezi fika ile kiwango inahitajika hivi karibuni. Na nadhani kivyangu juu Tusker nadhani walichapwa return match. Nadhani hawatakuwa wanaendelea. Sidhani. Nadhani watakuwa wanaendelea, lakini sasa itakuwa vigumu sana, ile financial status zao ziko chini, za club zote ziko chini. Na pia goal hawako sawa. So nadhani itakuwa vigumu, wanaweza peana walkover, but I don't suggest wapeane walkover. But maybe nikikukati kidogo, maybe hapo kwenye unasema ati the financial status, I think Gor na Tusker this time wako prepared because walikuwa wanajua they have international games coming up, hiyo CAF Confederations na CAF Champions League. So at least this time hata hao waseme sisi tuko prepared, ni federation imetuangusha, hawaja prepare uwanja, so ni extra cost on us. Kama tunaenda kucheza nje kama Tanzania, we will have to hire the pitch your side, so that's an extra cost yenye maybe hao kwa wamepangia. So maybe hapa ndaweza tetea hizi clubs kwa financial status, maybe walikuwa wamejipanga na wakijua home game hawatatumia pesa mingi, lakini sasa hii home game zao itabidi wamecheza away place kama Tanzania, na Tanzania ili mwende mcheze I think mkena na basi mtachoka. So hapo kuna flight tickets, kuna accommodation ya kulala huko, kuna chakula, so inakuja extra cost. Unaweza pata wanaweza tumia yenye wangetumia kwa game moja home, wanatumia double that price. And pia venye umesema maybe ati Kenya yuko serious sana na sports, I think we are very serious sababu tuko na Ministry of Sports, hadi kuna minister na call allocated funds. So maybe unadhani maybe pesa zao zinakuwa allocated to maintain stadiums, maybe ndio zinakuwa mismanaged, ama unaona kiaje? Niacha nikupinge hapo, umesema we are very serious on sport. Kama tungekuwa serious on sports, sasa tungekuwa tunabaniwa tunaambiwa Kasarani haifiki kiwango. Hatungekuwa tunaambiwa Nyayo haifiki kiwango. Sasa tungekuwa serious, tungekuwa na stadiums 5 saa hii. Vitu international stadiums. Kitu yenye hadi wewe mwenyewe mkiita international team za kutoka mbali zinakuja zinacheza zinasikia, yani ile sasa kasa hii sisi tumebaniwa na CAF. CAF ni ya Afrika peke yake. FIFA nayo itafanya aje? Wewe unadhani tunaweza perform kiwango ya FIFA kama tufiki ya CAF? Hatuwezi. So hata kama wako na ministry iko, but corruption is there. Corruption is there in Kenya. Ndio maana unasikia viwanja zinatengenezwa, viwanja hazina nyasi, lakini pesa zenye zimetumika ni mingi sana. Yeah. So guys, mmesikia hiyo maoni ya Maish na maoni ya Maxi. Maxi amesema itabidi Gor na Tusker waende away au place kama Tanzania kwenye wako na FIFA approved
CAF approved pitches. Tanzania kuna Uhuru Stadium yenye iko approved na CAF. So Gor wanaweza ndio huko Mataska waombe hiyo ground. Of which pia lazima walipie, hawezi omba tu. Lazima walipie, which is extra cost kwa hizi team. Na pia unapata hizi team pia zinaumia. Na it's not their fault that the pitches as meet the CAF standards. So maybe hapo huko nyumbani wewe unaonaje hii issue ya football stadiums hazifiki international standards? Maybe unaona ni shida ya government, ni shida ya FKF ama ni shida ya nani? Ili tujue how we will go about it. How we will go about it next time. To improve nini ili hata the next coming years, the few coming years. Hiyo federation next yenye itakuja, hiyo ministry next yenye itakuja ya sports. Maybe unaweza saidiaje kwa such issue yenye tusikue na thing yenye inajirepeat tena ya our pitches as meet international standards. Maybe tutume comments hapo hivyo kwa namba yetu hapo ya WhatsApp. Utuambie WhatsApp ama pia all our social media platforms at Lolwe TV Kenya, YouTube wapi, social media, Facebook. Tuambie maybe wewe unaonaje, kivyako maoni yako ni gani? So tukienda next ama maybe unataka kuongeza kitu kwa hiyo? Kulingana na hiyo kubaniwa, tukiangalia kwa nini tumebaniwa, ni reasons tu si kubwa vile. Kuna kama vile inadequate floodlights, zile taa za usiku wakati tunacheza game za usiku. Wanasema room za mareferees ziko below the standards, below ile facility yenye inakubaliwa, na lack of modern media center yenye iko hapo kwa stadium. Pia wanasema the pitch is in poor condition. Now hizo ni vitu zenye zinaweza tu rekebisha, but those are the key things zenye wamesema. Those are the key things zenye wamesema. Na naona hizo tukiwa serious tunaweza zitengeneza kama vile amesema. Mimi nadhani sports Kenya ichukuliwe serious. Okay, and tuna respect your opinion, but mimi nasema sports inachukuliwa serious. The issue is misappropriation of these funds. Kuna misplaced priorities ikikuja kwa sports. Acha nikupinge hapo. Kama sports ingekuwa inachukuliwa serious, hatungekuwa na hii misappropriation of funds. Hatuwezi. So we are not serious with sports. Tumesema tujakataa. Yeah. Tunaikaribisha, but kila mtu akona opinion yake, si ndio? So maybe kidogo tu tukienda on to the next level. Maybe kwa Champions League sasa. Tulikuwa jana games za Champions League zilichezwa na tuliona the great Manchester United waliponea chupu. Wanatusumbua sana kwa social media na waliponea. Sababu Ronaldo akifunga ni kama Ronaldo akifunga na kuna 3 points. Sasa Manu akipigwa ni kama 3 points kwao. So maybe tukaanza na maybe hiyo game ya Manu. Uliona walitoka nyuma mara mbili na wakapata draw 2-2. Wakifungwa na Ronaldo bao zote mbili. Ya mwisho ilifunga 90+ minutes. Maybe unadhania hii team ya Manu ni bahati wako nayo ama ni Ronaldo wako nayo? Sababu one of the two, sababu they are not a good team according to me. Manu has always been that team which always good luck. Manu ina ile good luck sana yani. Ile day una expect wa perform lakini ile day una expect wapige bao hawapigi. Sasa kama jana usiku ndio walikuwa na good luck, walibahatika sana. Walibahatika sana na wangefungwa ningekuwa na raha, lakini leo itabidi tutulie. Hata Manu akipata draw wapate point moja au furahi bado? Asifurahi, mimi nafurahi Yanga tu akifungwa tu. Lakini Manu ina ile team yenye ina bahati nzuri sana siku zote. Yani sijui yani ule wanaombaje huko, lakini Manu walijaribu. Wewe umesikia venye Maxi amesema hii Manu hii unakuwa tu na good luck. That is a good team. They only have good luck. So maybe maisha don't know kivi yako, because mimi jana tulikuwa tumesha prepare memes za kutusi Manu venye wamepigwa. Alafu dakika 90+ the god Ronaldo himself wenye wanamsifu sana. Which mimi nasikia Ronaldo angeenda tu kuretire sababu wanamtokesha bure. Anawasaidia day in day out but wanamlet down. Maybe unaona game jana Manu wangedeserve kushinda. Manu wangedeserve kushinda kabisa. Juu ili ni wametoka nyuma mara mbili. So mi hiyo game hata kama sikuiona venye nimeona highlights,
hawakuwa wamecheza vizuri. Atalanta walicheza vizuri, azimire bad luck. Na nadhani Man U venye Max amesema wako na good luck. Ile time nyingine ndivyo watu walikuja wakashinda. Sasa hadi na shangani aje Man U wako number 1 hapo, kwa hiyo nini hiyo table ya Champions League hiyo ndio kitu imenistua. Na naangalia Man U na venye mara wamechapwa na Young Boys, mara ndo wao wanakuja na draw na Atalanta na bado wako hapo namba 1. Nadhani venye amesema Man U wako na good luck. Na bao zote mbili hakuna bao ilifungwa within the regulated time of the game. Golo ya kwanza ilifungwa 45 plus zile za 100 time ya referee. Bao ya pili bado ilifungwa 90 plus 2. Sasa unaona hizo hata kama hatuwezi sema azingeekwa bado ni time ya game, but hiyo ni very lucky. Walikuwa very lucky ya. Nadhani wako na luck. Sasa sema waliponea. Kivyangu maybe personally because mimi niliwatch hiyo game. Naweza sema maybe Man U walijaribu. Man U tried. Game yao ilikuwa poa sana, walicheza vizuri. Hata Maguire the captain mwenye of late amekuwa akichomewa sana. Game yake jana ilikuwa poa sana. I don't know ni venye maybe alikuwa na backup ya Bailey hapo nyuma ikampea confidence, but alicheza vizuri sana. Players of the match wenye stand out kwangu saidia Man U, kulikuwa na Bailey alisaidia sana hapo hivyo defense. Hapo hivi katikati Fernandes alipotea, ndio alipeana assist moja at least kamrudisha kwa game. But Ronaldo pia alijaribu sana. Alipiga footwork zingine hapo mapambano akaanza kufurahi sana. Unajua Ronaldo ni fighter. Ronaldo ni mtu mwenye anafightia kwa team. Anang'ang'ania sana. So maybe Man U alijaribu, and I think going forward tunataka kuona Man U sasa wakishinda game sasa deservedly, tunasema nyewe leo Man U alideserve kushinda, si ndio? So maybe tukaongelelea game nyingine. Tuko na Chelsea hapa. Chelsea tulijaribu kama kawaida tuli keep clean sheet. Chelsea ndio siku hizi si lazima tu win, but clean sheet lazima. Tutoke 0-0 but tume keep clean sheet. Maybe Maxi unaona Chelsea tulishinda Malmo 1-0. Maybe unaona tungefunga mabao mingi zaidi ama tulibahatika pia sisi? Mngefunga mabao mingi zaidi. Sasa Malmo Chelsea na Malmo 1-0 peke yake. Kwani mlichezesha kina nani? Mimi najiwanga Chelsea ikipija venye ina quality, Chelsea wanalikuwa na deserve more goals in the game. Lakini pia 1-0 ni ushindi. Labda Malmo walikaza sana, lakini sijakuwa surprise Chelsea wameshinda. Okay, sawa ndio hatukufunga bao mingi, but tuko na points ngapi? Points 3. The important thing ni points 3. The important thing ni points 3 siku zote kwa game. Results do matters and the win is always important in every game. Yeah. Na maybe unaweza clean sheet pia tuleka clean sheet. Maybe unaweza sema Mendy alijaribu ama pia mwingine tujaribu pia Rizabalaga hapa kwa Champions League. Kama last week nilisemanga Rizabalaga si mtu mwenye unaweza aminia siku zote. Lakini Mendy he deserves to be in that team week in week out because of his performances. Yeah, he has the best performances as far as goalkeepers are concerned. Yes. So maybe umesikia venye Maxi amesema Mendy ana deserve kwa squad ya Chelsea week in week out. Ikiwa ni Champions League, ikiwa ni Carabao, ikiwa tunacheza FA, ikiwa tunacheza nini, Mendy ako hapo sababu ana perform. Maybe unadhania venye Maxi amesema, and I think pia tunaweza learn kitu hapo. Ole kocha Man U anafaa learn, unaweka watu according to quality, performance, form, si according to jina. I think kitu Man U wameheshimu jina sana kuliko form ya player. But anyway, that aside, hiyo game ya Chelsea wewe unaona maoni yako ilikuwaje? Chelsea walideserve kushinda ama Malmo wangetoka hata na draw? Malmo nadhani walingangana sana. Juu last time wamechapa mliwachapa 4 nadhani home. So hiyo nilikuwa na expect tu either watoke mkua na goal ama ikuwe goal difference haitakuwa kubwa. So hiyo 1-0 naona walijaribu sana. Juu Malmo si ati ni timu imezoea kuingia Champions League. Ni ile inakuja tu as in zile timu za nini haziko improved ka hizi ligi zingine kubwa za Europe. Si ati ziko competitive haiwezi kuwa competitive na Chelsea na timu hizi za nini za England. So nadhani walijaribu kutoka 1-0. But maybe ukisema ati hawako competitive, but they earned a place kwa Champions League. So wanafaa pia perform sana za Champions League. Yeah, they earned a place,
but ligi yao haiko, huwezi compare ligi ya Sweden na ligi ya, huwezi compare ligi ya huko Malmo na ligi ya nini na ligi ya England, huwezi compare na Spain, huwezi compare na nini hizi zingine za top 5 ni nini in Europe. Okay, so maybe Spain ningesema maybe Chelsea pia walideserve kushinda sababu ukiangalia pia mwenye aliwafungia bao na assist, mwenye alifunga bao ni ZH na hiyo assist ilikuwa ya Odoi. Nao players wawili wamekuwa kiko bench sana. Unadhani maybe jana waliprove wanafaa waanze kwa first 11? Mi kwa maoni yangu sidhani hiyo ndo game unaweza weka mchezaji approve. Nadhani game yenye unaweza weka mchezaji approve ni kaa game yenye mnacheza na timu hizi kubwa za nini hizi top 5 in Europe. Hizi nini hizi games zingine hadi wakiweka wa academy wanaweza perform in those games. Timu hiyo against timu kama Malmo wanaweza perform. So I don't think wali prove any point. Yeah. Okay, so umesikia point ya Maish. Amesema Malmo ni timu ndogo sana. So Chelsea hamfai kujisikia achieve anything. But cha muhimu kwa football ni the 3 points na keep clean sheet pia ina mata kidogo. Ndio. So maybe time naona inaenda sana. Tuongelele game ya mwisho. Ilichezwa maybe ama tuongelele kivyako Maxi wewe. Which was the highlight ya Champions League game ya jana before tuangalie fixtures za leo za Champions League? My highlight ni the game of Juventus versus Zenit St. Petersburg. Tukiangalia Juventus kule kwa ligi wamekuwa underdogs. Hawaja perform sana kwa hiyo ligi. Sasa in this game wamekuwa kiprove a point sana UEFA. Sasa sijui Juventus wanataka kubaki, wanataka ile kuconcentrate na UEFA na kule Serie A wamelegea ama ni aje juu walifunga mabao 4-2. Hiyo ndo highlight yangu ya hiyo wiki. Hiyo ndo game yenye ili stand out sana kwangu. They are the big dogs. In UEFA wanasema UEFA ni yao. Huku kwingine wana sijui shida iko wapi. Okay, so Maish, maybe we highlight ya Champions League alafu ndo tuongelele fixtures za Premier League sasa. Game yenye ni bamba ni Bayern. Unajua Bayern kila siku wakicheza hapo, unajua either mabao zitatoka 5 ama zitatoka 3 kwenda juu. Sasa game ya jana ilikuwa sawa, wamecheza vizuri hata kama Benfica walijaribu kuwafinya sana. First half wakatoka sijui walitoka wakuwa wamengangana vizuri. Nadhani walitoka 1-0 ama 0-0. After sasa second half ndo game ilianza. Hiyo game ilikuwa tamu lakini hadi nani alishikiwa pena Lewandowski. Kile Lewandowski amenishangaza. Apiga pena hiyo game alifunga. Unajua Lewandowski hiyo ni kitu na expect. Lewandowski hiyo ni kitu na expect lazima afunge. So cross pena I think nadhani sasa Bayern wanafaa kuwa atafuta mtu mwingine wa kuwa apiga hizo penalties. Yeah. Okay, so umesikia venye tumesema hapo hivyo. Maxi amesema opinion yake ya Champions League, pia Maisha amesema opinion yake ya Champions League. Huko hapo nyumbani unaonaje? Champions League game yako ilikuwa gani ya jana? Which was your highlight ya jana ya Champions League? Unaweza tuambia people kwa our pages za social media, Facebook Lolwe TV, YouTube Lolwe TV Kenya, alafu pia hapo chini ya screen tuna our WhatsApp number. Tuambie maybe game yako gani ilikubamba na pia itakuwa tu sawa. So tukimaliza show guys, tuangalie Premier League weekend, fixtures za weekend. Tutakuwa na on Friday tutakuwa na Southampton versus Aston Villa. Hii itachezwa usiku saa 5. Tutakuwa na Manchester United Saturday, Man U versus Man City. Hiyo ni Manchester United derby. Tutakuwa na Brentford versus Norwich. Tutakuwa na Chelsea versus Burnley. Kutakuwa na Crystal Palace versus Wolves. Kutakuwa na Brighton versus Newcastle. Hii itakuwa game ya mwisho ya Saturday. Then on Sunday tutakuwa na game ya kwanza itakuwa Arsenal versus Watford, Everton versus Spurs, Leeds versus Leicester City, alafu game ya mwisho itakuwa tunamalizia na West Ham versus Liverpool. Hizo ndio fixtures za Premier League weekend. So maybe tukiangalia hapa hivi on Saturday, game kubwa hapa hivi ni Man U Man City. Hii ni tango Manchester derby. Maybe Maxi, wewe prediction yako tukimalizia time inaenda? Manchester City kama kawa. Unaona Manchester City itashinda? Sababu ya form ama tu sababu lazima watashinda? Lazima washinde. Au ni Man U? Sioni. Bado amesema iweje hata wacheze hapo wale tu hapa hivi Kasarani Stadium yenye nabadilika. Bado watapigwa. So Maxi, hii derby unaona nani Mike, hii derby unaona nani atashinda?
Hii derby mimi sipei Manchester any chance. Any chance hata gani. Man City wametoka from a loss. Ya 2-0 Crystal Palace. Crystal Palace wamechapa Man City. Tena wamewachapa Etihad. Sasa mimi kwa maoni yangu najua Man City wanakuja with bitterness. So hiyo machungu ikiekelewa nini? Au sasa italingana na venye nani atapanga hiyo kikosi. Pep Guardiola. Guardiola naye siku hizi amekuwa anacheza na nini squad hapa. Akona squad iko sawa, lakini anapanga pangua. Anapeleka hawa, anatoa hawa. Ana constant nini? Unaweza pata leo huyu ndo ameanza, kesho huyu mwingine. Sasa ndani akiweka najua hiyo siku ataweka kikosi iko firm. Nadhani watashinda, though Man U watafunga. Itakuwa goal, but Man City to win. Maybe I can say 3-1. 3-1, yeah. Okay, so wewe una predict hadi mabao? Yeah, mimi hadi mabao. Mimi kivyangu naona Man U atajaribu, watatoka draw ya 2-2. Na Ronaldo atafunga. Labda good luck itembea kama kawaida. So kivyangu mimi naona itatoka draw 2-2. Na Man U atapata point moja. So kwa hivi next week tutakonfirm hiyo draw yangu. So hapa pako uko home. 2-2, trust me. Ya Man U na Man City. So maybe hapa hivi on Sunday pia tuangalie Arsenal Watford. Hiyo fomenye wako nadhani maybe kama mbona Arsenal unaona mtashinda hii Watford ama mwanze tena kulose. Winning has been our mentality. We always win. Kama Arsenal we don't lose. So yes, Arsenal in a win with a big margin of goals. A big margin of goals. Very big. Msikia venye Maxime ongea kuna confidence ni kai season mnabeba league. Unaona maybe wewe Watford mnaenda kuipiga ama itakuwaje on Sunday? Mimi chenye nilikuwa naofia kwanza before ni goalkeeper. Sikuwa na goalkeeper mimi kama mtu wa Arsenal. Sasa nimepata goalkeeper. Wewe goalkeeper, ule ni match winning goalkeeper. Ule ni mtu atakuokoa dakika 90, dakika kwanza. Alhamdulillah. O kijana ako sawa. Hiyo so nilikuwa na goalkeeper 3 points. Juu I will always score. Nicolas Smith Rowe hapa. Saka siku hizi form yake iko sawa vile. Bumang atujui lakini Smith Rowe alikuwa hapo au hakuwa hapo. Najua bao itapatikana. So tutatoka na clean sheet na bao 3. Okay, so mlisikia venye ama boys wamesema wamongelea tu general yani kivyao kama at level yao yenye unajua football na pia sisi hiyo ndo show yetu kama LTN Football Arena tunaongelea tu football level yetu. We are not the best analysts but also we are not the worst analysts, ndio? Tunaongelea ball yenye tunajua venye tunaiona na venye pia tumekuwa tukijua ball since tuanze kuipenda, ndio? So guys, that's it from us at LTN Football Arena. Till next time guys, keep it locked on Lolwe TV. Tukiongelea mambo ya ball every Wednesday saa 5 asubuhi. Au sio? Sasa guys, see you next time. It is Edouard again.